fikiri kidogo mfugaji. Mimi nimefikiri kitu kimoja hapa. Unatakiwa ufikiri kama mfugaji mwekezaji. Sasa kanuni ninayotumia ya kuwekeza ni ya 3. Hii ikiwa na maana nimezaliwa mwezi wa 3. Kwa hiyo na wewe utapiga tathmini yako umezaliwa mwezi wa ngapi, alafu utumie hiyo hiyo. Hawa kuku ni asset, wameshiba hawa kuku. Sasa wakishiba wanataga mayai vizuri. Sawa? Sasa haya ni mayai ambao wanataga, si ndio? Kwa hiyo unajiwekea utaratibu. Siku ya kwanza, toka. Siku ya kwanza wametaga. Labda mimi nimezaliwa mwezi wa 3, unaweka mayai 3. Hii ni tray tofauti na zile tray zingine. Siku ya pili unaweka mayai 3. Hivyo. Kwa hiyo ukija kufanya tathmini ndani ya wiki moja, sawa, utakuwa na mayai yanakaribia kujaza hii tray. Au ndani ya wiki 2, wiki 3 utakuwa basi na mayai mengi. Sawa, alafu nakuja sasa kuchukua mayai na kwenda kuyauza. Ukishauza ile pesa ukichukua unaenda kuiwekeza katika soko la hisa la Dar es Salaam. Sasa pale katika soko la hisa la Dar es Salaam kuna makampuni mazuri yanayofanya vizuri kama CRDB. Hisa za CRDB, kuna ETF, VIS ETF hii imekuja mwezi wa 10 hapa sokoni. Sasa hivi kipande kimoja pale cha ETF ni kama kwenye 330 pale unaweza kununua. Iko vizuri. Mimi si mfugaji bwana, navifanya. Nakupa michongo na wewe uweze kuifanya. Sawa, kuna hisa za Niko 1400 kwa kila hisa moja unaweza kununua pale. Uweze kukosa 1400. Hii hapa tray. Sawa. Ina mayai mangapi? 30, si ndio? Ukiuza, sawa. Kwa wiki najua kwa wiki 2 utakuwa na zaidi ya tray 1. 2 hapo utakopo nazo. Kama umezaliwa mwezi wa 8 kwa siku unaweka mayai 8. Kama umezaliwa mwezi wa 12 kwa siku unaweka mayai 12. Alafu unakuja kufanya tathmini kwa mwezi. Umekuwa umetengeneza kiasi gani au umenunua hisa ngapi kwa kutumia kigezo cha mwezi wako wa kuzaliwa. Hii ni kanuni ya uwekezaji kutoka Kilimo Uwekezaji tu. Haipatikani sehemu nyingine yoyote. Ichukulie hatua, alafu utakuja kutupa majibu hapa.